Tukielekea angani, kuna habari inayozua maswali mengi kuliko majibu. Jeshi la Marekani, CENTCOM, limethibitisha kupoteza ndege 3 za kivita aina ya F-15. Sababu rasmi, Marekani inadai ndege hizo zilipigwa kimakosa na washirika wao, ulinzi wa anga wa Kuwait, wakati wa mapambano makali na drone za Iran. Lakini wasikilizaji, tujiulize, ndege 3 kwa mpigo? Wachambuzi wa kijeshi wanacheka. Inasemekana Iran imefanikiwa kutengeneza chaos ya kielektroniki angani. Kwa kutumia teknolojia ya saturation, wamefanya rada za washirika wa Marekani kushindwa kutofautisha kati ya rafiki na adui. Je, Washington inakiri tira ami, yani friendly fire, ili tu kuficha ukweli kwamba teknolojia yao imezidiwa na Iran? Hii ni pigo kubwa kwa sifa ya Marekani ya kutoshindwa angani. Hali ni tete zaidi ndani ya Israel. Tangu jana usiku, taifa hilo limeingia kwenye giza la habari. Kuna uvumi mzito kuwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameondoka. Neno la msimbo linaloashiria hali mbaya zaidi baada ya makao yake makuu na ofisi yake kushambuliwa vibaya na makombora ya Iran. Baada ya shambulio la Beit Shemesh ambapo bunkers zilitobolewa, Netanyahu hajatokea hadharani. Kimya hiki kimezua hofu kubwa. Taarifa za kijasusi zinadokeza kuwa Marekani na Israel zinatayarisha shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya kituo cha nyuklia cha Natanz nchini Iran, si kwa ajili ya ushindi tu, bali kuficha pigo kubwa walilopata ndani ya uongozi wao. Je, hii ni mwanzo wa kufunguka kwa sanduku la Pandora Mashariki ya Kati? Tunapohitimisha taarifa hii, picha inayojitokeza ni moja: usawa wa nguvu duniani unabadilika. Marekani inalaani operesheni za Iran, lakini kwa upande mwingine inaonekana kupoteza udhibiti wa anga na washirika wake. Iran, kwa msaada wa ushirikiano wa kimkakati na mataifa makubwa, inaonekana kuwa na lengo moja tu: kuwafukuza wa Marekani kabisa katika eneo hilo. Wasikilizaji, endeleeni kuwa nasi kwa habari zaidi kadri zinavyotufikia. Tafadhali shirikisha video hii kwenye vikundi vyote, weka likes na usajili kwa habari zaidi.